Mwanaume hatakiwi kujidharau. Mwanaume hatakiwi kutembea akiangalia chini. Nanielewa Mwanaume ni baba wa kuleta chakula. Baba aletagi mikono, analeta mfuko wenye chochote. Wanaume ni mali. Unaelewana vijana? Wanaume ni nini? Ni mali. Tukiamua leo hii sisi hapa kwamba tuwe wanawake, inawezekana dakika chache tu. Lakini mwanamke hawaye yote hawezi kuwa mwanaume. Hata siku ngapi? Moja. Hata siku moja. Wanaume? Nyinyi ni mali. Na ndio maana mkiangalia katika jamii, idadi ya wanaume ni chache kuliko wanawake. Kwa hiyo mnaniahidi kwamba mtalinda wanaume wenu, si ndio? Ambaye atalinda wanaume wake anyoshe mkono juu. Sema mwanaume. Mwanaume. Yes. Wanaume. Wanaume. Yeah. Leo nimefurahi kwamba nimekutana na vijana ambao ni wanaume watarajiwa, si ndio? Wanaume. Mbona sioni ngumi? Wanaume. Ndio. Wanaume unajengwa kuanzia umri huu. Yeah. Sawa tulijenga msingi jana kwa kutafuta ni namna gani tuwe wanaume, si ndio Na bahati nzuri kwa kumbukumbu zenu ambazo mmezieleza hapa, mmetuonesha kwamba mlielewa somo kwamba mwanaume anatakiwa ajengwe katika umri akiwa bado angali ni mdogo. Na tukasema kwamba ulimwengu, labda niongezee hili, ulimwengu hauwezi kuendelea bila kuwepo mwanaume na mwanamke. Tukiwa wanaume peke yetu, ulimwengu utasimama, kwa sababu hatutaendelea kupata kizazi kingine na kingine. Ili tuweze kuzaliana ni lazima pawepo mwanaume, lakini pawepo na nani? Na mwanamke. Hawa watu wawili watakuwa kwa pamoja. Utofauti uliopo tu ni kwamba tutashirikiana mambo yote isipokuwa yale ambayo Mungu hapendi. Na tuliyataja jana hapa, si ndio? Kwa hiyo katika makuzi nimefurahi sasa hivi mmeeleza ni namna gani ambavyo mnapenda kuwa nao, lakini yale ambayo hamyataki wawafanyie, si ndio? Mwingine amesema mavazi ya nusu mlingoti. Mkiwaona wanavaa nusu mlingoti, jua huyo ana matatizo. Sawa Na tulisema kwamba ukimwona mwenzako na tatizo unatakiwa ufanye nini? Umsaidie. Utamsaidia kwa kufanyaje? Kwa kumshauri. Unaweza ukapeleka taarifa kwa kiongozi wenu. Either kwa mfano sasa hivi mna viongozi wenu ambao mko nao hapa kama walezi wenu wanaoongoza katika hii camp. Unaweza ukapeleka taarifa zake, au ukaenda kwa mwalimu ukamueleza kile ambacho yule mtu atakuwa anakifanya. Kwa hiyo akishauriwa kwa habari ya nusu mlingoti akaacha, basi mtaendelea kukua mkiwa katika hali nzuri. Kingine ambacho inatakiwa mkijue sisi vijana wa kiume, asitokee mtu awaye yeyote akabeza wanaume wako. Na tukakubaliana jana kwamba kuna sehemu ambazo mimi kama mwanaume sipaswi kuguswa na mtu yeyote, hata kama ni baba yangu. Sawa Hata kama ni nani? Hata kama ni baba yangu. Lakini baba yangu atanigusa kama kuna sababu ya nini? Ya msingi. Kwa mfano, katika umri wako unaweza ukapatwa na tatizo la ugonjwa ambalo tatizo hilo usilijue. Kwa hiyo unaweza ukapeleka taarifa kwa baba, au mueleze baba, mimi nina tatizo, nimeshikwa na kiuvimbe fulani kiko sehemu hizi. Kwa hiyo yeye kama baba yako atakuchunguza, aone kwamba kama ni tatizo ambalo litatakiwa kwenda kwa daktari, akupeleke kwa daktari. Kama ni kupeleka hospitalini, wakupeleke hospitalini ili uweze kwenda kutibiwa. Lakini si mtu awaye yote aweze kukuona katika sehemu zako za privacy. Tunaelewana Tulikubaliana. Kwa sababu wanaume ni mali. Tunaelewana vijana? Wanaume ni nini? Ni mali. Tukiamua leo hii sisi hapa kwamba tuwe wanawake, inawezekana dakika chache tu. Lakini mwanamke hawaye yote hawezi kuwa mwanaume. Hata siku ngapi? Hata siku moja. Wanaume? Nyinyi ni mali. Na ndio maana mkiangalia katika jamii, idadi ya wanaume ni chache kuliko wanawake. Si mnaona wanawake ni wengi
Hata mashuleni mnakosoma, madarasani, si wanawake ni wengi kuliko wanaume? Wacha basi. Wamewazidi kwa idadi. Okay. Inawezekana kuna ambao wanasoma shule za boys peke yao. Kwa hapa hamwezi kushindana kwa idadi kwa sababu hakuna hata mmoja, labda mwalimu wenu. Si ndio lakini katika shule zetu ambazo sisi tumesoma, wasichana, darasa linakuwa na wanafunzi labda 45, kati ya 45 wanaume unaweza kukuta ni 10 na wanaobakia ni wanawake. Umeona Ni wengi. Kwa hiyo kwa sababu sisi ni wachache, ni lazima tuthamini wanaume wetu. Tunaelewana jamani? Tunaelewana Kwa hiyo mnaniahidi kwamba mtalinda wanaume wenu, si ndio? Ambaye atalinda wanaume wake anyoshe mkono juu. Sema mwanaume. Mwanaume. Yes. Wanaume ni mali. Sema mwanaume. Ndiyo. Jisikie fahari na kila siku unapoamka asubuhi jipige kifua kwamba nimezaliwa mwanaume. Ndiyo. Yes. Sasa wanaume kama tulivyosema, leo hii tuna wavulana camp, si ndio Ni sehemu ya kutufanya sisi tuweze kuwa wanaume halisi, tunajifunza mambo ya wanaume. Tulisema kwamba kuna siku itatokea moja na itaendelea ambapo wewe kama kijana wa leo utaitwa baba, utaitwa mume, utaitwa rafiki, utaitwa mshauri, na utaitwa kiongozi, na utaitwa rafiki. Sasa nani ambaye atamtaka rafiki mwanaume suruali? Si haipo? Kwa hiyo lazima tuheshimu wanaume wetu. Mwanaume! Wanaume! Yes, kila siku muamke na ujisifie, ujiamini na uwe proud kujisifu kwamba wewe ni nani? Wewe ni mwanaume. Lakini unapojisifia na kuwa proud kuwa mwanaume, usimdharau mwanamke. Tunaelewana Usimdharau, kwa sababu bila mwanamke pia sisi hatupo. Wametutunza tumboni mwao miezi mingapi? 9. Miezi 9. Wakatunyonyesha ziwa miaka 2, mengine miaka 3, wengine mpaka leo wananyonya. Kwa hiyo tuwaheshimu wanawake pia, si ndio asanteni sana. Basi tunaongea sasa na mama yetu hapa, atatuambia namna ya kuishi na wanawake kuanzia malezi, kuanzia nyumbani, si ndio Si wote nyumbani tunatoka, kuna mama kuna dada kwa hiyo mama yetu atatuelekeza hapa kama umeshirikisha mama au baba kwamba dada anavaa hivi, dada anafanya hivi, ni nini na nini mtoto wa kike na wa kiume wanaweza kuishi kwa usawa, kama ambavyo kaka yetu ametuambia hapa kwamba tusidharauliane, si ndio hakuna ambaye ni special kwa hizi jinsia zote mbili, si ndio hakuna ambayo ni nini ni special. Wanawake wengi wanakwazika tukisema kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, si ndio mwanaume anapokuwa kichwa, mwanamke anakuwa moyo, si ndio sasa moyo hauwezi kufanya shughuli za kichwa, si ndio na kichwa kiwezi kufanya shughuli za moyo, si ndio tunategemeana, yani hakuna mmoja ambaye anaweza kufanya kazi pasina ya mwingine, si ndio kwa hiyo tuishi katika mtazamo huo. Usiseme wewe ni kichwa. Sasa kichwa kikosa mwili kitaishi. Kwa hiyo tunaishi katika kutegemeana. Usijenge dhana tu ya kwamba wewe ni mwanaume. Hata sasa hivi tuko na rais mwanamke, si ndio na wapo wanawake wengi ambao wanafanya majukumu mbalimbali na wengine wanafanya vizuri kuliko wanaume, si ndio lakini tujitahidi kila mtu afanye vizuri kwa nafsi yake, si ndio na kwa nafasi yake. Kwa hiyo tusidharauliane, si ndio kwa hiyo hata ukiwa unauliza maswali, kabla hujauliza, si ndio hakikisha swali lako alionyeshi dharau, si ndio hatudharauliani. Lazima wote tuwepo ili dunia iendelee kuwepo. Naomba kama una swali litunze. Asante sana. Hello. Hello. Wanaume. Wanaume.
Haya, mjambo. Marahaba sana. Nafurahi kuwa na ninyi vijana wangu wazuri sana, na niwapongeze kuwepo mahali hapa kwenye kambi nzuri. Naamini mtarudi mkiwa watu wapya sana, si ndio? Na niwapongeze sana viongozi wenu, wazazi wenu, walimu wenu. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kazi njema. Hapa tunatengeneza baba bora, si bora baba. Bora baba bora, si bora nani msemaji aliyetangulia, tunimuite baba aliyetangulia, amesema epuka kuitwa mwanaume suruali. Ndio tunawajenga leo kuwa wanaume kamili kabisa. Mimi nataka nizungumzie, mmesema mengi kuhusu wa dada kule nyumbani, jinsi ambavyo wanaishi, wanafanya. Lakini nataka niwaambie tu kwamba mambo yote msingi wake ni maadili. Mtu unapomuona anavaa nguo nusu, matendo yake ni vile alivyolelewa, malezi. Na wazazi wenu wamewaleta hapa kwa sababu wanataka muwe taa, muwe nuru ya kumulikia dunia, muwe dira, muwe nguzo. Ndio maana mko hapa. Kwa hiyo ninachotaka kuambia, mkitoka hapa na mkaendelea na maisha yenu, muendelee kuwa wengine watatokea viongozi, wengine wazazi wazuri. Natamani sisi wote tuweze kuwa walezi wazuri. Na utaishije na dada kule nyumbani au msichana mpaka ufikie umri labda wakuwa na mwenzako? Ni kujiheshimu. Ufanyaje? Kujiheshimu na kujichunga, kujiwekea mipaka kama baba alivyotuambia toka jana. Kujiwekea mipaka. Umri mlio nao sasa ni ule umri ambao unasikia vitu fulani vinachoma kwenye mwili, Wengine wameshakuwa wamepevuka hapa, unasikia mwili unachoma vitu fulani. Unatakiwa umiliki mwili, unyamazishe, maana kila kitu kinasikia, ili usijiingize kwa wadada. Kuna mmoja amesema hapa, nikiona wadada wamevaa yani hivyo vinguo sijui nini. Yani hivyo. Hata ukiona, hata kama ikitokea ukamuona mtu anatembea kabisa bila nguo, ukiweza kujisimamia haitakusumbua. Si mnanielewa vijana? Wanaume? 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 Kwa vizuri. Tuko hapa kujifunza mwanaume ni nani. Mwanaume hatakiwi kujidharau. Mwanaume hatakiwi kutembea akiangalia chini. Mnanielewa? Mwanaume ni baba wa kuleta chakula. Baba aletagi mikono, analeta mfuko wenye chochote. Mnanielewa? Mimi ni mama, sasa mimi ni bibi. Mimi ni bibi. Ni mama na ni bibi, si ndio? Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi mpaka nimefikia umri huu. Na hivyo vitu ndio nataka na wewe uvichukue vikusaidie. Uwe taa, uwe nguzo. Uwe msingi wa nyumba, uwe kioo. Najua kioo, Kioo ni kitu cha kujitazamia. Kila siku najiangalia hapo. Mimi naendaje, naishije, na natamani ukitoka kwenye kambi hii, yale mambo ulikuwa ufanyi, ukafanye. Menisikia vijana? Ninyi ni vijana. Ulikuwa utandiki kitanda, ukatandike kitanda. Si ndio? Uoshi vyombo, unaamka tu asubuhi, ukishakunywa chai, ukishakula chakula, sahani unaacha hapo. Unavua nguo mpaka ile nguo nyingine, zile nguo za Uingereza. Mnazijua nguo za Uingereza zile za huku area. Ndio zinaitwa nguo za Uingereza hizo. Unavua na yenyewe unatupa hapo chini. Dada anakuja kuokota. Sasa ukitoka kama ulikuwa unatupaga, ukirudi nyumbani uokote hizo nguo. Haya, wangapi wanatandikaga vitanda wakiamka asubuhi? Haya, asante sana. Sasa ukanyooshe vizuri, utandike kitanda na chumba chako kionekane kwamba ni chumba cha baba mtarajiwa. Baba mnini? Baba mtarajiwa, baba wa nguvu. Wangapi wamenielewa? Asante sana. Wangapi wataendelea kutandika kitanda? Wangapi wataendelea kumsaidia mama kufanya zile shughuli za kule jikoni? Ayashusha mkono.
Wangapi wanamsaidiaga mama kupika? Wachache sana. Wanaume wapiki? Wanaume wanapika Aha. Asante. Tutulie, nimesikia mambo mawili hapo. Wengine wasema wapiki, wanafanya nini? Wanapikiwa. Lakini si vizuri ukajifunza kupika pia Ni vizuri kujua kupika, si ndio jua kupika, hata kukoroga kitunguu hivyo. Ili siku ukioa umsaidie mke wako. Sio kila kazi unamwachia mke wako afanye. Baba hapa amesema hivi, ninyi tunawaandaa kuwa wababa wa kesho. Kweli si kweli? Ni kweli. Ndio maana baba yuko hapa. Na leo nimekuja mimi mama. Na dunia haiwezi kupendeza bila mwanamke. Mwanamke ni kila kitu. Nyie vijana, sikieni sasa. Hapa naleta habari nyingine. Mwanamke ni kila nini? Sasa ukiwa na hela, sikia, ukiwa na hela alafu una mwanamke ambaye hana akili, utakuwa maskini duniani. Lakini ukipata mwanamke mwenye akili, yeye ndiye dira yako. Yaani wewe unafuata maendeleo yanakuwa mwemwere. Kweli si kweli? Kumbe mmekubali sasa. Kwa hiyo mnakubali sasa kwamba mwanamke ni mtu wa muhimu sana, si ndio Mwanamke ni mtu wa muhimu sana. Yeye ni kisababishi cha maendeleo duniani. Mwanamke anasababisha maendeleo. Ukikuta familia haina maendeleo, huyo mwanamke pia ana mchango wake. Lakini familia nyingi mama anatangulia. Baba analeta tu, anaenda kutafuta kuleta kutoka mbali, anamletea mama. Anamwambia mama, hata asipompa hela, mama analeta mawazo. Baba unaonaje? Huu mlango tuvunje, tuweke wa nyuma. Baba unaonaje? Sasa hivi tusinunue gari, watoto wamalize kwanza kusoma, alafu ndio tutafanya 1 2 3. Baba anasema tununue gari wakati anaishi nyumba ya kupanga. Mama anasema hapana, tujenge kwanza nyumba, maana tukifukuzwa nyumba ya kupanga hatuwezi kuishi kwenye gari. Kweli si kweli? Imekaaje hiyo? Si ndio Kwa hiyo mimi ninachotaka niwaambie, hawa dada zetu muwapende sana, na yule ambaye anavaa hivyo isivyo tuendelee kumshauri na kumpenda. Lakini pia wazazi, nafikiri hawa walezi wetu wataendelea kuandaa pia madarasa ya kushirikiana na wazazi katika haya ambayo tunayapata kwenye makambi kama haya. Lakini pia na sisi vijana, kuna vijana wengine na wenyewe wanavaa nguo nusu. Si ndio Anavaa nusu, yani anaishusha mpaka hapa inataka kudondoka. Hamjawahi kuwaona? Si wapo? Sasa na hao ni wakusaidia. Mmenielewa sio vizuri kuonyesha nguo ya Uingereza nje. Hiyo sio maadili mazuri. Ni maadili nini? Mabaya. Vaa nguo, funika hiyo nguo ya Uingereza isionekane duniani. Asante sana.